isaa cia bilingi wa mauvo. Musiaisia ninawikwatio kana ni wa mukanesa wa katatu wa umundi matuku 27 mwini wa nyanya mwaka ni wa 2025 muthenya wa mbevyo la twithiwa tuitania kwithiwa na katiba kiu itina wa kwitha President William Ruto anabitukithisia matuku 27 kila mwezi wa nyanya kwithiwa wa muthenya wa katiba kana katiba leini kana kwibundisia kana kwimanyisia maundu ala mendini wa katiba ondo umwe na kwikonia na maundu makonetie miao na indi haiweta kana muthenya undu kethia wa uthio muya wia atio andu makethia wa wia ni ayenda maofisi yonthe ma serikali kwikithia kana ni mekonia kutwaisia maundu ma katiba ondo umwe na maskulu ni uthocha tukwatiania ndini wa mauvo tukunikile kila kimathanguni na umundi wa katatu twithia watinanisia maundu makonetie ni ma muthenya ni wa umundi twenda unanesia yolwa undu utona kusuvia ngetha kulikanwa kana kila muimi ena ngetha ila unaumisie mondani nyeni tawa Robert Mutukone katwambie na mauvo. Mutongoi wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka nutangasie chalo Kisoi tawoko kitia kivila cha UMCA wa ward ya Momboni North kaunti ya Masako. Kalonzo inena izisoni ya kumotangasa Kisoi thila yethiiwe ofisini manene ma Wiper musini wa Ilovi nuwetie kana Kisoi ndana olotwa ni mundu umwe indi akwatikanie kwisila unenania wandu kiwathokanio alamonie kana niwe wailite kukitia kivila ki. Joseph Kitheka ena mauvo. Chama cha Wiper Patriotic Front uniche vangesembania kukitia kivila cha ward ya Momboni North kaundini ya Masako na vala cha molo ta Anton Chalo Kisoi kukile kivilo cha chama kinthini wa nyuvani munini ula ukwatiwa kutwaiwa mwaini wa 11 mwakani uu. Anthony Chalo Kisoi is our party candidate for the by-election on the 27th. We wish him well. We wish God's blessings and guidance in this very important matter. Ni wakati wito tandu Momboni North na baaba yundungi tondo ejanine ya Mbeya. That is not about Idhiyu and Momboni. It is about our Mbaito na Andumaito Kenya yote na Mbaito ya Mukamba. Kilando mamatabeni kana tungamite bani kana tusubya Andumaito tomitu gadamiti kwa miaka mingi. Na sana sana kilando no appreciating guy nundwa kuonekana mwana muini na kunengo opportunity ni support ndiunga makibilani kita Momboni North. Mutongoi wa chama ki Stephen Kalonzo Musyoka ni umbulakana mota chama nimekalile nthi na kufikia uweno wanu la kunewa tikiti wa chama ki uvathukanu na siama ila ingi ila inekie kusakwa ula ikwenda. After consultations with those who wanted to obtain the party ticket for the by-election scheduled for the 27th, full consultation, yes. Because the party did not want to handpick. I'm told all the other parties have handpicked, yes. Yes. But they are really it's very unfortunate for them. But the party here has gone through a process of consultation led by Governor Wavinya and our team. The Deputy Governor who is here. They consulted because we didn't want to handpick a candidate. So one of the people who had consultations is here, Bwana Mwema. If you look at him, he looks like a winner. Yes, absolutely. Right? Absolutely. But after consultation, ameondokea kijana karibu Gen Z type. Yes. Millennial. Yes. I think you'll be the youngest candidate. Yes. I don't know. Yeah. The youngest candidate. Governor Mutua, Alfred Mutua, ni wendete mbaya Mukamba. Niendo mukulya kwa ndaya, nundu wa heshima ya Mukamba, nundu wangu watania yokamba, tafadhali umya candidate wagula wikite Momboni. Ekaka kwenda kuinstall mundu. Nundu nitiziwe, pai chap na Ruto, pai Mutua na Ruto. Na pai aja ya Mutua na tongo yalangi ukamba mwenda utumika. Mutumike kwenda kwa nyamba ya Mukamba. I don't think that is fair. Ko sio kai mpalamba hizi ni kana tukwatianie wizaidi atu kindu kimwe nitwazonga mbe timu. Kalonzo ni wawetakana ena mwikio Kisoi nukuoza mwanya uu itina wala aingi mekwenda tikiti kwetikela kumukwata mbau. Anduma Momboni tuimwe nenyu ala mebaimo kata representatives menyu
lakini kilo mwe nyuma kuona kwa television kana kwa radio makwethukia kana makuona na kwa TikTok kana kwa WhatsApp eto mwe kwatie kana imo kumela inyonde ni kana mwenyuve mwana ko Anthony Chalo wa Kisoi isi toizo ya Kisoi ya kamba maeze mono ya Kisoi yonge wambate hizi bendera ya Kenya ambate hizi bendera ya Kenya Mount Kenya. So ninakupa mkono wa heri. I wish you well. Kivila kicha Mumbuni North chatiwa kwitha kikithei itina ola wa MCA Gideon Kavu kutiwa ni thayu kwi mwaini wa nyanya mwakani wa 2023. Joseph Githangili vote vilingi wa Mauvo Mutongoi TV. Kungi kana ula wa muslimu nene wa makwani na oyu otanga site kukitia usumbe mwakani wa 2021 David Maraga no vidho hii minister muveani wa uiti Aden Duale ena muvea wa kuungamia walanyamweu wa uiti washa maendesi muvango muvuku wa kurata kuvwika ngwa ungei na wasio wa mamilion mambesa walanyoni uwa uiti kwesilani visi ya kivindu kwa udhukomi masibitali ni machati. Maraga ne ulumeili ya mutandao wa kudhoimandivi kwa masibitali ila madhukoma wa Kenya Master Health Facility Registry unavoiwe ni silikali kileloni kisio cha kusia enendi mayumbwania uwo kukonia hulosani ula uendeye ndini washa na yuenda muvea wa kulunga metruo na kukitana na ulosani EACC wika ukunikili wiyungamie kukonia wasio uo wa ilovia siya mwenendi na angangania kilingi seneki maiviki ya ukumanua na meao Benjamin Mwaka na ukuelesio. Maraga nwawete tambia muvya wa witi bamwana sha kuvozia mutandao wa Kenya Master Health Facility Registry ula enende matume ya kumbwanya ugo kukonya ndivi siya sha siusuweke vindu kwa masvitali machati ni vango ivukumu na ya silikali kutata kuvitha enende ugo na kuvuika ngwa ulusani wa kitai wala nyoni uwa witi. This is not only a cover-up of heinous crimes against Kenyans but also a gross breach of Kenyans' constitutional rights, as these are sites that keep and verify government records on hospitals and healthcare centers. This comes after revelations that hundreds of millions of shillings were dispersed to ghost facilities and non-operational health institutions across the country. Inge Marage wete tambia minister muviani Aden Duale bamwana atati hamwendeno wa silikali kuendea kulumilele hospitali isi ya vingi wetene ni uvongo modhei noka na kuvinga enende metho maikone kiko udhukumine wake. The Cabinet Secretary for Health had indicated to Kenyans that the ghost facilities were closed in May, yet there is evidence that they continued to receive public funds in June, July, and August. The question that remains in the minds of many Kenyans is this: how can such a brazen and persistent theft of public resources be normalized by the government and explained away as an oversight? How can the CS in charge of health and the management of the management team at SHA continue to be in office after such expose? Na yuenda muvea wa EACC uthaiya tunakweko kunikeli wa mituko kwenye wanganganya wa SHA aiweta President William Ruto ni wiseneza vyo kila kiende. Paying huge sums of money through SHA to ghost hospitals and fraudulently registered facilities while really hospitals struggle and Kenyans suffer is not a matter of negligence. It is a betrayal of the Kenyan people. In the circumstances, we call upon EACC to carry out investigations and prosecute all those involved. All that the president is supposed to do is to disclose to EACC the raw intelligence information he has for them to investigate. All this, SHA is something he has urged Kenyans to get into. So he knows the whole system. So when all this is happening, this is not happening without his knowledge.
ingi ni wenda moko ama EACC mamuvikie mbe Minister Aden Duale ayuete na makulyo maingi makusungia vumwe na ungami wa SHA na ni lazima osowe matambia maima kemeao na mituke. Those who have colluded to defraud Kenyans must also face the full force of the law, whether they sit in the ministry, in the professional oversight bodies, more so the medical council, or within SHA itself. This money didn't just move from SHA or the ministry without anybody actioning that. And what we are asking EACC to do is, who are those involved and why has action not been taken, including action against the minister? Vilingo wa mauvu kumavamu zinilovi janito Benjamin Mwakam. Itina wa minista muveani wa uiti Aden Duale kuiyo kana kuiso kuweta mbeo maovisa ngili mwonza mauiti aungu wa Universal Healthcare UHC yuta mekwithi wa mayevwa isilikali siya mitiyoko uungu wa muvea wa uiti ngwatani wa magavana matongwewe ni mwene kivila wanzama ya uiti Muthomi Njuki ni maliani lena itambia ye Muthomi hainena na andikima mauvo ya siya silikali ya kati na ila ya mitiyoko sa ilita kuthukuma simu amba kuyenana na katiba indi ti silikali siya kana silikali ya kati kumya molo oto kwi silikali siya kaunti mwene kivila u aya senza ma ndina konwa ndeni wa itambia ye ya kuthiana kwambia kuiva maovisa ama uitimbe wangili mwonzali na musangi ena ilivoti. Mwene kivila uwa kamiti ya uiti ngwatanio ya magavana Muthomi Njuki onina naandiki mama uvono weti ngwatanio ndikuitikilana na uneni wa minista muveani wa uiti Aden Duale kuiyo utaundu kuelesia. The statement that was issued by the cabinet secretary, while acknowledging the ongoing collaboration between the two levels of government in addressing the management of UHC staff, the Council of Governors wishes to clarify that it does not concur with the Minister of Health position expressed in the press statement yesterday. The press contradicts the previously agreed position between the national government and the Council of Governors who represent the county governments. Mwene kivila uo weta uneni wa Minister Duale tuvitukanu na wiwano wa serikali ya katina ila siya metiyuko maundu makonete maofisa mauiti. On the transfer of universal health coverage staff, it was agreed that the Ministry of Health would allocate adequate resources as per the approved SRC salaries scale before the transfer of the payroll to the county governments. Since the contracts are still valid, the decision to transfer the staff at this time is premature and untimely. Number two, on verification of the UHC staff, the report on the verification exercise of the UHC staff has not been validated and officially shared, and therefore the process of transfer that the ministry is proposing is not agreed upon. Thirdly, on payment of gratuity for UHC staff, the UHC staff currently are engaged on contractual terms and are entitled to gratuity. The Ministry of Health should therefore settle all the gratuity payments for UHC staff before the transition to county governments. The Council reiterates its earlier commitment to absorb the verified UHC staff and facilitate their salaries in line with the approved SRC salary scales once the allocation of the resources have been disbursed to the counties as well as the gratuity obligations have been honored. Nivala yungwatanio ya magavana yendekethia muvea uwa uiti kwatia mawigwa na lometikilani enokenda kuikithia ofisa mauiti ni mathukuma kwa o. Ladies and gentlemen, the Council of Governors recommends that the national government, through the Ministry of Health, allocates and channels the attendant resources to county governments through DORA
to facilitate the absorption of UHE staff as per the county HR policy, failure to which the absorption of UHE staff will be unattainable. The Constitution provides that both the levels of government should relate on the basis of consultation as opposed to directive. The Council of Governors reaffirms its commitment to working collaboratively with the Ministry of Health to resolve all the matters related to UHE staff and the management of the same in the spirit of partnership and in the best interest of strengthening health services delivery across all the counties. Kuripota Vlingi wa Mauvo Nilina Musangi. Tuisonga na mbeni kana no kilungu cha miongo itatu yulua yana cha katiba ka Kenya ka mwaka wa 2010 kithukomithitwe nyaka 15 itina wa kukune wa kula na kuitukithwa uni kwena na amwe maene nthi ma kaunti ya Makueni alame kwasia asumbi eli alame thitwe matongwesie nthi ya Kenya itina wako kuvitukithwa methitwe maithi wathukanu na katiba ka kwa kulikilela mbunge koti na mevea yungamie kwema kwathukia ilovia unuvailite sia kaunti na kuthi wathukanu na haki sia Kenya mule mulinge nunananisia na NNDA na atumbanisia livoti Hata mutiani nikanenga itatu yuluwe 10 ni woni wa namba nene NND kaunti ni ama kuone kwa konya katiba kalaka vitukithio miaka 15 mwetuku mwaka ni wa 2010 kindu kila cha kona nyona kitumika utachambe na ukosekanu wamevaka kati wangava itatu sia serikali valama wetu ofisi wa president Mwali kile na kuikia mavuko kava wa mbunge na ula wa koti Ruto ni o abinga katiba ko unda ina wianako nake Raila ni o wasukumire katiba ebiti na umunde meve kwa bamu oyuyu ni tukuona kana Ruto ni wosie itengo sio nde ila independent amba kwamba kose mbunge ya muvuko asio kengi asija mahakama matwikani mamba tanga aimatile lopo wa capitation yo na yuko ko bikia bubu ni tukuona tutaende nesa nundu twamanda katiba kondwa utumanu ubo wa afya no bo wa ma economy na oyu economy jende na hivyo elo mema ligile belani madalila katiba ute na mama ngamana akili sio na ileko sio ilaziende no thukuma oyu ti katiba kebo nundu nukeranga zobyo muya wakwa kando no twa wa katiba na ngiti ngezi no natula kwa mfano netukuona mbunge ni alikele ilwe ndina ula twa huru ndino thatio ikite kutawalwa ni mundu na akili zake kalaka twa katiba kayati we koti sito ndikuona zilikelelwe kome kile binda yonda tindatetete ajaja koti we kolikelelwa ni independent lakini akalikelelwa gethia kakulinga na kile cha mundu ndike kwasia inditi uthutongoi bunge ndi huru bunge ndino thatio yibitu kithia kila musumbe ukwenda ni mota maza kuye makatutete makatu represent mbungene lakini imbunge yatwikie nota musumbe nundu musumbe kila ukwenda nicho kuvitu kithia chakeli niti kuona mawaziri matene ni mapo kuma kila waziri itho kuma na welo kutethia tinaza kuona wanasiasa matu kama waziri wendi hapa iki ndo me uthukuma weawoma kwatise siasa na mekuna siasa katiba kalata aseobetie kaya ilio vala katiba kaukanenganite moloto wa serikali akati kunengana kiini va kilungu cha 15 yilowa yana cha ukwati wayo kwa serikali sia kaunti enende ama wata serikali akati va hivi ndaesa kuyanisia kina vandu vake sele asilovia ii na ikatuma itembe anu kinda kulacho thothe thukumi muthuku wa serikali sia kaunti counties nitukuona mbeza ila jo ndeza devolved counties ni baikela sio kazinzele mabitangizele obika na jo tumekuona hospitali mito batenda ndawa anu mito bende no kwa na mende no tena ndo mo agriculture the same ne nitukuona na ndikilela wemi nundo na aimi mekwata chochote katika area no yakugito Makueni kuni aziata ngakoma na musumbi oyini mweyati musumbi katiba kasiokewe kalatu atie na balapethe apa ndiye nai twisovya twerekebisha na tuyende yaneza na katiba kaitu runo kasio teko tula katiba otweze ne twatula mpaka mbunge oyuni wambe ya kwiki alawama mambunge makwati kuongwa na kunio kwati kuuya ofisadi au state house na watu ila mabau amambunge mate ikweboa na alame unenganele na ndo alange mindo maitengo ila ingi siailete ne kwethi aitingama ona polisi oyuni weke ye mobuko yailete ne kwethi ayenena utulo kwa akisia nende muno sia kukomana na kuandamana kwa muwe kwete akisia kuiweta kana list ne asindu level ukito katibani ka
kikiyumilia muno kavinani kala namba nene ya mwikeno iwe na kuteko nyondo ivindani ya maandamano ma jenzi mwakani una mwaka muvitu maandamano ni makuliana na muswada wa mbesa ebindani Ruto na alikile kebelani akisia enenthi sithi tu ithe twendi andu makwawa ona kubikia minister moima oti mwezi uzomete meao ayazi andu mavangwe mao no longe ayazi andu moawe kuni tu kuona katiba ka paipa andu kaendete na kayuthu kumethwa ona balani kasio kwa kila tu kuona mabadiliko munango ni iuluwa zia ya kumia andu onthe twasa kuiye yimbwe yila isi ni kana winthia ona mwako mukana myakeli mundu zitwa munenge binda uthukuma mwe kuthukuma ugenthia ni twamumia mituki na itwa mwenu cha nundu twekala tundu twendee momona mathi mungeni methi kwiki wa mebuko mainango wembeza maithua na mayoka kuonga andu ibinda ya siasa na mayoza kebela chuti ikwe na itakilea Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni nyenito wa Mulei Mulingem kumanwa na walioku wa maundu ma kisomo maskuluni na mono ila cia JSS yino watoneka alimu aingi makethi wa mayesela ivinda yumo yulua masomo ala meunewa kusomethia amaniwa ubumbulwa ni George Mambo ulani mwalimu kuya matungulu na ingi uende kumelelia mata mwanya wa mwene kivila zamani ya Kupet kaunti na Masaku wala waweta kananza maya TSC yethitwe iandika alimu wa masomo ma science ateo mavika maskulu mainewa masomo angi masomethie Boni Motesia nukuelesya George Mambo alezekana kila kiende naoneka maskuluni maingi masakolonsetheo kana JSS no wathukanu na mitatala ya nzamaonekani TSC na alimu ingi melasimika kusomethia masomo ala matasomea meimanyisio nene. We have seen the guideline for recruitment of JS intern teachers and we have seen it has some issues. There is an fairness, more especially on subject combination. TSC has given a guideline that they are going to employ science teachers. These science teachers, when they are employed, they go and teach humanity subjects. Itambia ya kunenge elimu mwa kusomethia masomo ala matasomea mema skulu awetakana na itonya kwetu valukuku ya manyibwa. Right now we have a chemistry maths teacher trained going to teach Kiswahili and geography. Now we are wondering what is the end results. These teachers, they are straining. In fact, the environment it is unconducive to them, making even runners to get poor results. Kanoku matulia ngo na ukwata uvalukuntheni wa kwenese ndoto sio. Therefore, in fact, the TSC is preparing a serious issue. They are now going to have a crisis the next, let's say, 10 years. It is discouraging students who are joining universities from taking humanity subjects. So we are wondering what the union is doing as far as fighting for welfare of teachers. Even if the teacher is has not been employed by TSC, they are supposed to defend these teachers who have graduated. Njikula nzama wandikani TSC vamwene lasa uretema vata maalimu maikithia kana alimu ala megalita ilungu ya sani makwata mnyanya ya usomethia kana kuandikwa iwetakana vena onduena makule maingi kuona alimu mayuma maskulu na kuandikwa mituki hatu ingi megalita ilungu ya saa mataisa ukwata mawia makutua. We need equity and fairness, not only in remuneration in terms of salary, but in terms of employment. These teachers, they need to be employed. Now we are seeing a graduate of let's say 2024 being employed, leaving behind somebody who graduated in 2018. Now somebody who graduated in 2018, they are tarmacking, looking for employment. They are working under POM when a fresh graduate is being employed, and it is a problem. And we want the union to stand firm. I have not seen anybody
who is the union leader in any branch talking about it. They are not saying, wamelalia tu masikio. So tunawaomba waamuke, watetee walimu. Hata kama mwalimu hajaajiriwa, bado ni mwalimu, bora kuna TSC number. Kaundini ya Masaku, Nyeneta Waboni, Mutisia. Wingi wando nukusi wa musini waki tuivi ndani ya manigwa masiokethetie maskulu mateleva masa kwa kivathukania maithingilila vata wa kuatia miao ya malelo ni kusi ya mbanga kavindani kauka mbuni imwe siangali nisi ambatitie ilovia siya kuivia ngali ingi iweta kanava ina vata wa kwambata ilovia iona kutuika manigwa ni maendete maskulu. Nesmas Chalo nukuelesio. Omonde kiwanza ni cho kuiva musini wake tuine cha kusiwa manywa masiokethetie maskulu ni kwata mwaka 3 mwakani Mateleva mangali sio kuimevo masako ya kina na wetakane vindani kuna wingi wa amanywa malelo ni menda tumima malelo vindani kuna wingi wa amanywa na kuna savali mingi malelo ni kwa temia ya malelo kusia kivuvu ano lelo ni kila kitona kuwete mbanga. Misa mandereva wangu kulingana vile mimi nasimamia sako wasingatie mambo ya sheria ya barabara. Kwanza speed. Usuri ya magari zetu kuna track na chairman wetu anajua, anaonekananga pale kwa ofisi, so hakuna vile dereva anaweza fanya blanda. Tumefuata sheria zote za NTSA, kila kitu tumefuata. Mwasi ya sako sio kuiva musini wake tu inisiambatise tikiti kumana na wingi wa amanyuala mesio kile maskulu indi mwasi inavikia na kuambatia tikiti kwa klasi ya weta kanam vaina wana kitumicha kuvinyea amanyiwa pamona asi vindani amanyua masio kile maskulu na ulondo alumende na guka nimengi lakini maina mbeza na tuena wabango wagweza kuongela ngale nondo tuongela ila tuodezo alora agile binda muno mono ivya anumana kana ne twade ame ya lelo ni nondo ne amadela ba maido ne tumadwa azugulu magweza kwande kwa yani na bae mundu weza kugua ando nezemba ne kanazi ogea sako ila siambatise tikiti bake tu isi lazima diasi komandondo siala sio vika maskulu kwa kuandika muvuko monango na kuongela tikiti ulo kuendekana nokana manywa meka kwa sekuli vote school hivi ndani la jailite. Lakini we are normal price tu apevo Machakos Nairobi 500 but we are doing good. So kama Masai inasimamia na kisa na unaona ndio hii imejaa. Kwanza nimepeleka gari hii ya 5, so hii iko kwa shimo ya 6, so tunaendelea hivyo. So the only thing tu tunahimiza wazazi wakuje, tutaongea na sako mingi naweka fixed price kisema 700 fixed, ati kama na kisa tunaona sasa unaweza beba aje mtu wa Munyu, Masi, Machakos na 600. So naona huyo msasi amekuja na analia naekea hawa 400 Machakos ama 500 ama kuna rush Nairobi tunaweka 700, then maisha inasonga. Ni mambo ya kuelewana. Televota Blingwa Muvomo Tongo TV ni Onesmus Chalo. Asi nimeendeka kunenga yanya yambe siana sio ngalekoni ya kisomo mayandeka ingi masubi siana sio na monoko konya miki ile yangwa kabindani kalasi skulu wito huu umiwe ni ofisa mnene wa kisomo sub county ya Yata Ann Nyawira kabindani kalai vikite skulu ni wa musingi wa Mamba Kidhimani uneni wake wikwatu ambao ni mwene kivila wangwataniyo ya manibwa matene maskulu su Joseph Chalo kabindani okauna ke ofisa mnene wa muvea wa kuandika limu TSC sub county ya Yata Tekla tupeya ni umani ya vanene siko siako na mawa kwa na kuvugwa kwa amanibwa maskulu ni sub county ni Isu Ben Mosau nukwelezi. Ainene ya skulu ni wa musingi wa Mamba kavindani kachathi cha kuvingwa nyumba ya usome ya maundu ma science. Ofisa uyo akisoma sub county ni Yata Ann Nyawira nomenda sima ikithia ni maiyambe kisomo cha ciana sio aiwera serikali na ienda ingendini wa muveo yo kisomo ni sio teithia wea. Ni lazima wazazi wajitahidi kutembea na walimu kusapoti shule iwasome. Serikali itafanya kazi yao, walimu wanafanya kazi yao,
Na mimi am here representing the Minister of Education. Mheshimiwa atafanya kazi yake. Watu watakimbia, waitishe basari, waitishe kila kitu, watafanya kazi yako. Wewe kama mzazi utafanya kazi gani? Otaua ni watu la mutia si kwa kulekelelea siana na monomononga likoni ya mikile. Ila si maskulu ni ayenda kila musia ya ikidya mikile ya siana sio ni ya kuendesya. It was very painful. Nikiona mtoto, wacha tuongee ukweli hapa hata akiwa wapi. Mtoto amevaa kiraka. Na nyinyi nikimwangalia namna hiyo hakuna mtu ana kiraka. Kuna mtu mnaona ako na kiraka hapa sasa? Kwa nini hiyo mtoto wako avae hiyo short ikiwa namna hiyo? It's very embarrassing. Kununua trouser ya mtoto hata ukisema utasave pound. Ndio mtoto wako akuwe mzuri namna hiyo. Ndio mtoto wako avae sweater akue. Na hiyo courage ya kukuja shule na kufiti na wale wengine. Umeamuka, nilikuwa najiuliza tu wewe mzazi bahari yako jiulize. Saa zile watoto wamekuja hapo, uliona mtoto wako hapo? Ulifurahia? Ngalikoni nginake Joseph Chalola ni wamwene kivila wangwatanio ya manyiwa matene ma skulu. Ni watu la mutia si kumana na imwe siyo kwitha iti ya skulu. Iweta kini kimokati wakitumila sidhitwa yodhothe ya kuvaluka kwa siana mitianini. Walimu wamekuja wamefunza watoto 50 na watoto 20 wako nyumbani. Hao 20 ndio tunataka kujua watapita namna gani. Na wewe mzazi mpaka uwajibike, utatueleza because Madam County Director, we are not going to deal with a crowd. We are going to deal with individuals. Ili tujue, kwa sababu syllabus tulikava over the holiday, mtoto wako atakuwa at par with the others namna gani, atafikia wale wengine kivipi, ili tusiangushe shule. Na wakati mtoto anaanguka, wewe mzazi mwenye wako hakuja tuition, you are the first one to complain. Wewe ndio unakuja namba 1 unasema walimu hawafunzi, walimu hawafanyi kazi yao, na wazazi wengine walijitolea wakasupport walimu. Kwa nini wengine wanapita na wako wanaanguka? Kwa sababu wewe hauwajibiki. Okavindani kauna Tekla Tupeia, ofisa munene wa TSC yata ainene ya chathini kine watu la mutisi kwa siya kunyamawa na kuvugwa kwa siana siya skulu ila sidhito ikusiwa wa sub-countini ya yata. Mtoto ataishi na hiyo stress. Ati mimi nilidifailiwa na mzee na katoto ni wa grade 2. Hiyo kitu unaweka wapi? Huyu anastahili aweke risasi, si ndio? Hivi tu chatatatata. Enda mahali unajua. So wacheni watoto wakuwe watoto, Let children be children, let them grow nicely in the society. Allow them to be children. Allow girls to be girls. You can imagine a man who defiles a grade 2 child. Si ameharibia huyo mtoto maisha. Huyo mtoto uterus inatoka. Wamama mnajua hivyo? Uzazi ya mtoto inafanya nini? Huyo mtoto hatawaiza. Vilingi wa Mauvomu Tongoi TV nyenita wa Ben Mosau. Ndi musiaisi webo tuikilangithi wa vilingi wa Mauvo kiokoni cha omondi na ndukathi basa nenzio kethetie na kila kimathanguni nyenita wa Robert Mutuku.